kibali kwa mtunzaji wa msitu. Atakapohitaji kukata miti asiwepo wa kumzuilia. Mungu tunayemwabudu ni Mungu mwenye mamlaka. Hawezi kukubali taifa liangamie, na wewe uko mahali hapo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tanzania iko mikononi mwa kanisa. Kanisa ndilo lenye mamlaka ya kuliponya Tanzania, na kanisa linaweza likaipoteza Tanzania lisiposimama kwenye eneo lake. Wewe ndiye Nehemia, una uwezo wa kusimama na kumwambia Bwana, toka tumezaliwa sisi wa Tanzania tunaishi kama ndugu. Hatuna ubaguzi wa rangi, hatuna ukabila, hatuna dini. Anayetaka kuleta dini hana mamlaka katika jina la Yesu. Mungu anasimama na kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haya mambo yanamhitaji mtu aliyekuwa kiroho, ambaye hatumii maziwa, anatumia chakula kigumu. Mtu asiyekiweza chakula kigumu anapoona shida huwa anakaa pembeni. Akiona kwaya inaharibika ndio furaha yake. Akiona wamama wanaharibika ndio furaha yake. Akiona wachungaji wanaharibikiwa ndio furaha yake. Akiona kanisa linakwenda ndio furaha yake. Akimwona mtu fulani ameshindwa ndio furaha yake. Makusudi ya Mungu hajakuweka kwa ajili ya maslahi yako. Mungu amekuweka kwa ajili ya maslahi ya wengine, ili na wewe upate kuinuliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua watu hawajui system ya maendeleo. Ukitaka uendelee jali wengine. Amen. Amina. Amen. Amen. Jali wengine, ndipo utakapoona maendeleo. Utaona baraka zinaendelea. Utaona unainuliwa. Kila siku utashuhudia ushuhuda hapa madhabahuni, mpaka watu wanasema huyu hapana, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu tusome kitabu cha Waebrania sura ya 5. Waebrania sura ya 5 mstari wa 12. Sura ya 5 mstari wa 12. Ndio. Kwa maana iwapasavyo kuwa walimu. Kwa maana iwapasavyo kuwa walimu. Maana wakati mwingine. Maana wakati mwingine umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Mnahitaji kufundishwa na mtu kwa mafundisho ya kwanza ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula. Nanyi mnahitaji maziwa, sio chakula. Sio chakula kigumu. Sio chakula kigumu. Kwa maana ikiwa mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa. Haleluya. Kupambana mema na mabaya. Watu wazima, watu waliokomaa. Kanisa linatafuta mtu aliyekomaa. Amen. Anayeweza akiona jambo akalitatua, sio kulalamika. Haleluya. Lakini ni nani? Ni wewe. Ufike mahali ujue nimekomaa. Umri wa kiroho umeshafika mahali umekuwa. Sio mtu tena wa kuambiwa nenda ibadani. Sio mtu tena wa kuambia funga. Sio mtu wa kuambia mtolee Bwana. Sio mtu wa kufundisha zaka. Sio mtu wa kufundisha chochote, kwa sababu ushakuwa umekizoea chakula kigumu. Umezoea kupambanua mema na mabaya. Nehemia kwa sababu alikuwa amekuwa sio mtu aliyezoelea maziwa, hakuwa mtoto mchanga. Alipoona ukuta wa Yerusalemu
umebomolewa na umechoma moto, akajua hapa sio wakati wa kulalamika, hapa sio wakati wa kulia, ni wakati wa kwenda kusimama ili ukuta wa Yerusalemu upate kujengwa. Na nitasimama kwa namna gani? Akasema nitakwenda kwa mfalme. Japo kwa mfalme alienda akiwa na uso wa furaha, lakini kwa sababu Bwana alikuwa ndani ya moyo wake, Bwana alimwonyesha kwamba huyu mtu pamoja na kwamba anakuhudumia, ana tatizo ndani ya moyo wake. Kuna kitu kinahitajika. Kama Mungu atapatikana mahali hapa mtu wa kusimama kwa ajili ya Bwana, Mungu ataiona mioyo ya watu. Kupitia wewe kuna watu Mungu atakwenda kuwainua. Kupitia wewe Mungu kuna watu atakwenda kuwaponya. Kupitia wewe familia zitainuliwa. Kupitia wewe watoto watafaulu shuleni. Kupitia wewe mapepo yatakimbia. Kupitia wewe kila kitu kitakaa mahali pake. Kama utafika mahali utaelewa nimechaguliwa kwa kusudi. Kwa hiyo kusimama kwako, unapocheza tu kwaya, kuna watu wanabarikiwa. Naomba msisinzie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama yupo? Nipo. Usisinzie. Mtoto yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikiliza. Mungu huwa anakusudi na kila mtu. Ila watu tunashindwa kuelewa kwamba Mungu mpaka leo ameniacha kwa sababu gani? Ninaabudu kwenye hili kanisa kuna kusudi gani? Ninaishi kwenye nchi Mungu anataka nini? Unakuta mtu anasikia kitu, badala mtafute Bwana anashangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hutakiwi kushangilia. Maadamu umeshakuwa hautumii maziwa tena, unajua kupambanua, unaelewa baya, unaelewa zuri, akili yako inatakiwa zoezwe kuona hapa nahitaji nisimame kwa namna gani. Nehemia kwa sababu akili yake ilikuwa imezoezwa, alikuwa na uwezo wa kwenda kwa mfalme na kumweleza habari za hitaji la moyo wake. Mfalme anamuuliza, jamani, nini haja ya moyo wako? Haleluya. Haleluya. Lakini kwa sababu gani alisimama? Usitegemee kanisa lako mahali hapa litabadilika usiposimama. Usitegemee utakuta watu wamepiga deki usipopiga deki. Usitegemee utakuta vitambaa vimefuliwa usipofua. Lazima patikane mtu wa kusimama kwa ajili ya hiyo kazi. Lakini unapofua manake unakuwa msaada kwa ajili ya wengine. Amen. Haleluya. Kwa kila mtu yupo kwa namna yake. Na ndio maana mwili wa Kristo unahitaji kujengwa. Unajengwa kwa aina gani? Kwa huduma 5 na kwa karama 9. Kwa hizi karama kazi yake ni kutegemeana. Karama ulio nayo isipofanya kazi, maana eneo lako linapwaya. Huduma ulio nayo isipofanya kazi, eneo lako linapwaya. Panahitajika viwete watembee. Lakini wewe mwenye huduma ya maajabu ya miujiza umesikaa nayo ile huduma, usitegemee viwete watatembea. Kuna mahali panahitaji kupatanishwa. Wewe mwenye karama ya kupatanishwa umekaa nayo, usitegemee watu watapatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo vipawa Mungu alivigawa kwa kusudi maalum. Mwili wa Kristo upate kujengwa. Na ndio maana sisi sote kila mtu ana kipande chake kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo wewe upo kwa sababu ya hilo. Ukisoma Matendo ya Mitume, Biblia inasema kwamba wote wakawa shirika, watu wakawa shirika moja, wakamega mkate nyumba kwa nyumba, wakampendeza Mungu. Mungu akalizidisha kanisa. Amen. Kanisa lilizidishwa kwa sababu gani? Vipawa vya kila mtu vilifanya kazi kwa namna yake. Kila mtu alikaa kwa nafasi yake. Leo hii utakuta watu wamejaa manunguniko. Leo hii utakuta watu wamejaa kulalamika. Leo hii unakuta watu wamejaa kususa. Mtu nasusa kazi ya Bwana. Mungu ndiye aliyekuita. Nehemia angesusa, Yerusalemu isingejengwa.